mbimenya simba nararize, iyo mbimenya simba naratinye, iyo mbimenya simba nararize, iyo mbimenya simba naratinye, mfasha menye ko mora ndizwiteka. Hello guys, kama kawaida kama kawa na kusalimu asubuhi njema. You know what, this is Ami Show TV plus 257 kwenye microphone ni MB Promoter aka Mr. If you like me I like you, if you don't like me I don't like you too. That is my name. Unajua kitu gani? Kwenye kamera niko pamoja na mkali wangu sisi the silver the baddest mnyama wangu. For now naona alipiga new cut nini. Amependeza kinoma. You know what, leo nimekusogezea mwanamuziki mzuri, mwanadada. She's so beautiful, ni mzuri, amazing sana, ambaye anafanya nyimbo za nini? Za gospel. Mnazoea anafanya mara nyingi amisha pamoja na watu ambao wanafanya profile, lakini sasa hizi nimeshapata comment nyingi sana wanasema kwamba bona sisi tunakupenda MB lakini hatujawahi kuona nini unafanya pamoja na mtu ambaye anafanya nini gospel. Nimekusogezea mwanamke mzuri, mwenyewe atajitambulisha, hata au nimtambulishe tu Biblia lakini atatambulisha kwa nini kwa urefu zaidi. Mambo poa? Niko fresh? Yeah, niko fresh. Karibu. Asante sana. Umependeza. Asante. Napenda cheko yako. Kwa watu ambao wanataka kukufahamu sana, mimi nafahamu kwamba ni Biblia, lakini wewe jina lako halisi ulipewa baba na mama ni jina gani? Jina langu Itangishaka Biblia. Ndio jina langu halisi la baba na mama. Itangishaka Biblia. Yeah. Kweli. Da, umependeza. Hebu niambie kama sio siri hizo nywele za kwako au ni zile za bandia. Hizo nywele. Siri yangu. Naambia hizo nywele kama za kwako, kwa sababu unaona acha nisije kusumbua. Hapana, ni siri yangu tu. Naambia imekuwaje leo unavaa nguo nyekundu kwa nyekundu? Yaani rouge. Kuna nini haswa? Au kuna Nimependa tu. Mbona watu wengine wanasema kwamba mtu akivaa nguo rangi hivyo kuna vitu ambavyo anakuweko ndani. Kweli? Hapana, tu mimi nimependa tu. So niko pamoja na mwanadada mzuri, alafu ni mtaratibu. Ndio maana unaona leo sijafanya mambo ya kuchangamua kwa sababu anafanya nyimbo za Mungu. Sije nikafanya vibaya hapa. Ikaja kwa mambo mengine. Biblia. Wewe ni Mkristo kama sijasahau. Yes. Hebu unabudia kwenye kanisa gani? Kanisa langu liko Ngagara. Katia Tua. Linaitwa Eglise Galilee Mountain Holy Church. Eglise Galilee Mountain Holy Church. Wengi wanalifahamu kama Galilaya. Lugha Galilee ndo Galilaya. Yeah, Galilaya. Jamani, lugha itakuja kutusumbua. So umependeza. Asante tena. Alafu mzuri mweupe nini. Kwa sababu nishaoa mimi ningekuchukua lakini ndio hivyo. Unajua tena. Hebu niambie kuna kitu ambavyo unavaa kwenye mkono. Mbona unasema kama katika dini ya Kikristo ni dhambi kuvaa vitu kwenye mkono? Wewe unasemaje hicho kitu? Hapo. Kwa sababu anachukua love Jesus. Mimi sio ni dhambi sababu nimeandika I love Jesus. Nampenda Yesu. Nampenda Yesu. Maana yake sio ni dhambi zimo ndani wa. Kweli. Yeah. Unajua kitu gani mimi nasikia furaha kwa sababu anafanya mission na mwanadada mzuri, mbamba nini kitu kama hivyo. So yuko na vocal nzuri. Hebu kabla kuingia kwanza kwenye mission yetu, hebu tupatie kwanza akapela kadogo ya wimbo. Hapana wimbo wako, wimbo wa msanii wote ambao unamfahamu hapa Burundi anaimba nyimbo za Mungu. Msanii wa Burundi si wa Rwanda, wa Burundi. Wa Burundi. Wapo wengi, siniambie kama wajui. Okay. Hebu nipatie akapela kadogo kama sekunde 10 hivi tusikie. Shinibazi kwariho abantu be shinibazi kwavuga abantu be shinibazi kwabakunda ewe nshuti yanjye ichamuka mumenya. Oh my God, asante, congratulations. Una sauti nzuri. Asante. Wimbo wa nani huyo? Kwa sababu mimi siwafahamu. Wa Dudu. Dudu. Dudu mwanamuziki wa gospel mzuri sana. Dudu. Mbona una sauti nzuri lakini hebu tuambie kwanza sauti hiyo ulijifunzia wapi? Usiniambie kama ni kipaji, ulijifunza wewe. Mimi sio kusema ngo nimejifunza, ni kipaji cha niko nacho sababu sie kwetu wote tuko waimbaji, mama yangu
wadogo zangu kweli? Na dada yangu wote ni waimbaji? Wote ni waimbaji. Kuna watu wanaimba mkanisa, mama yangu tunaimba katika kwaya moja. Oh my god. Yeah. It's true. Kweli? Hiyo ni kweli mnaimba na mama kwa kanisa moja? Tunaimba naye mama. Alafu Daddy yeye lakini sio muimbaji. Daddy sio. Hakuwa muimbaji lakini so hayupo wala yupo? Hayupo. Oh, pole sana. Unajua daddy ana daddy lakini ndio hivyo, Mungu ndo alipenda, sawa. So hamna shida yoyote. So Beblin, unatambua kwa jina la Beblin kwenye nyimbo za gospel. So labda na kwa nyimbo zako ambazo unazifanya kwa sasa za kama vile biashara za nyimbo za injili, ni hiyo Beblin au kuna jina nyingine ambao watu wanajibatiza? Kwa sababu kuna watu wanajibatiza kushokuwa msanii, mtu anajibatiza jina nyingine. Wewe ilikuwaje mpaka sasa, mpaka labda unatumia hiyo Beblin au kuna nyingine? Hapana, ni Beblin yenyewe. Beblin hiyo tu. Ya hilo tu. Okay. So Beblin, wewe ni kwamba ni mwanadada ambaye unafanya nyimbo za gospel. Hebu tuambie kwa nini unaamua kufanya nyimbo za gospel, and then kuna nyimbo zingine alafu watu wenye sauti kama wewe wanafanya nyimbo za profane kwa sababu watafanya nini? Watafute pesa. Wewe kwa nini unafanya nyimbo za gospel? Chama la kwanza, mimi niko Mkristo. Yep. Niko Mkristo. Tena nampenda Mungu. Yep. Sasa nimeonaka kuingia mu vitu vya dunia, kuimba ingine vitu vya nani, nikaona siwezi, lakini nimefurahia tu kutumikia Mungu, sauti yangu, kipaji changu, nikutumikie Mungu. Mtumikie nyimbo. Okay, nyuma na kuimba, unafanya kazi gani nyingine nyuma na kuimba? Kwa sababu kuimbaji ni kazi. Nyuma na kuimba unafanya kazi nyingine ya aina gani? Hapana, sifanyi kazi. Mimi ni mwanafunzi. Mwanafunzi bado unasoma? Yeah, bado nasoma, nitamaliza mwaka. Oh my god, congratulations, tutaweza Mungu akusaidie. Thank you. Akubariki. Unafuatia kitu gani kwenye shule yako? Daktari, kuwa mtangazaji au nini? Ni vitu nyingine vya kuhusu mabenki hivyo. Benki, yaani utakuwa unaipatia pesa. Hivi siwafanya kipindi alafu siku moja nikuje benki alafu niende kwenye mstari na huko natumika kwenye benki. Mtakupiga zungumzo. So tunakuja kwenye nyimbo yako ambayo ni nyimbo ambayo nimefuatilia sana, watu wengi wanaipenda. Inaitwa Niba Bimenya, kama sijasahau. Hiyo Bimenya cover. Hiyo Bimenya cover. Hebu tuambie cover ya hiyo Bimenya, mwandishi wa nyimbo kawaida ni nani? Mwenye nayo original ni nani? Mwandishi wa hiyo nyimbo Gentil Misigaro. Mnyarwanda ndiye mwandishi wa hiyo nyimbo. Yes. Na ilikuwaje ukafanya nyimbo ya Gentil Misigaro wakati tuna wakina Dudu, kuna kina Fortran, hata mimi mwenyewe hapa naimba nyimbo za gospel, hujanifuatilia hata mimi basi. Sasa ilikuwaje? Cha kwanza, Gentil nampenda sana. Okay. Huwa ananifariji katika nyimbo zake. Sasa nimeonaka nikifanya cover ya nyimbo yake nitasaidiwa sana, sababu niko nafanya kitu cha mtu mwenye napenda. Hebu unapokuwa unasema jaribu kunatizama kamera, kwa sababu watu wanakuona, wanataka eti wako wananiambia hapa kwenye niko naona wananiambia mbona niko live mimi Facebook, wananiambia mbona hataki kutizama kamera. Hebu jaribu wakuone sura basi, uuze sura, uibe sura tu watu waone. Sawa, kwa sababu uko mzuri nini kamera inakuhitaji. So ya kwamba Gentil unampenda. Nampenda. Ndio maana ulipenda kufanya nyimbo yake ya cover. Hebu naambia, uliwahi kuongea na Gentil kusudi uweze kufanya nyimbo yake ya cover au ulichukua tu? Hapana, sikuongea naye, ila tu nimechukua tu kama kawaida tu, nikasema hivi acha nifanye cover ya hii nyimbo. Nimefanya tu kama kawaida, sikumwambia kazi. So hivi kama akija sasa hizi Rwanda akikushtuma anasema anakushtaki, unaona utafanya nini wewe? Wakati ulichukua nyimbo yake bila hujamwambia. Sidhani kama ataweza fanya vitu kama hivyo. Kwa sababu kufanya cover ya nyimbo ya mtu ni kama tu kuna msaidia kuna nani? Yaani unamsukuma yani. Unamsukuma. Kwa sababu na wengine watu watasema hivi, hii nyimbo kweli amefanya cover. Ni mzuri sana, wanaipenda sana. Sijui kama atanishtaki. Siwazi. So audio ulifanyia kwa nani? Audio ya wimbo wako ulifanyia kwa nani? Studio gani? Studio B Studio. B Studio inapatikana wapi na ni ya nani? Blisse mwanaume nani ni Blisse, anatumikia Kinama Bubanza. Usezi ndio alikufanyizia audio. Tuambie kama sio siri, kwa sababu wasanii wengi wanafichika siri. Aibu labda unakutana ni aburi. Umelipa wewe? Ni siri yangu na mimi. Wewe utembelea kamera na Blisse mwenyewe. Sema kamera alafu mwambie Blisse kwa sababu yuko nakutizama. Blisse tunataka tujue kweli alilipa wala ni bure. Tuambie ukweli. Ni siri yangu sababu siwezi sema masili ya kazi yangu, ni siri yangu. Kuna vitu vile siwezi sema kwa social media. Msanii akilipa anasema, unaona. Social media msanii akilipa pesa, sio unasema mimi nimelipa 150,000. Sasa wewe hujalipa au umelipa? Tuambie tu kama basi kama ni promotion tujue.
Nimemlipa. Umemlipa pesa ngapi? Ndio Yes, ndio sili sasa. Hapo ndio siwezi sema. Unakata kusema? Hapo ndio siwezi sema sababu. Lakini kuna nyingine utasema utahitaji pesa. Ngoja. Swali zipo nyingi. Tunakuja kwa upande wa videos. Nani alifanya videos? Yeye Bliss. Yeye Bliss? Yeah. Video hujalipa. Nidangalie kama na video hujalipa. Video sikulipa. Video ni bure. Yeah. Umeona? Umeona dada audio amelipa, video hajalipa. Unaona kisikicho kitu? Mimi sijaleta kitu. Watu wengine wanafanyizia audio bure alafu video ndio wanalipa, lakini wao walikufanyizia video bure alafu audio kalipa. Kweli? Wewe au kuna kitu na Bliss wewe? Hapana, kuna kitu. Hamna chochote. Ni mtumishi wa Mungu, na mimi kama mtumishi wa Mungu alihitaji tu kunisupport. Mbona kanisani wanasema kwamba mambo ya vitu vya kanisa vinaharibika kutokana na wa vijana ndio wanaharibisha mambo. Wewe unakataa utumishi wa Mungu? Hapana, mimi siko hivyo. Wala yeye haiko hivyo. Upoje sasa? Mimi niko tofauti na hao. Yeah, niko tofauti na hao. Kabisa. Lakini una mpenzi lakini. Kuna maswali mengine kwenye kamera tuone una mpenzi lakini. Bro, anataka kukukane live. Una mpenzi? Hapana. Bro, wewe umeshakukana. So ni Biblini kama kawaida. Sisi mkana kama haiko lakini haiko. Unajua mwimba gospel. So niko naye utasikia mambo mengi sana. Ni mdada ambaye ana kipaji, unaona? Ana kipaji alafu anahitaji support sana. So wewe una manager ambaye anakumanage. Una boss ambaye anakusaidia kwenye kazi zako? Kwa hilo sababu mimi nje ningali naingia mtu kama hiyo, nilikuwa naimba tu makanisa. Siakuwa na mtu wa kunisupport. Lakini unamhitajia. Yeah, namhitaji. Kama nikikupatia mimi bosi wangu akumanage, utakubali? Tukisikilizana mna shida naweza kubali. Yeah. Mfano nakwambia hivi, mimi nakuchukua lakini ukiwa unafanya nyimbo zote, pesa kiingia mimi nakuwa nachukua mimi. Wewe nakusaidia tu kunatoa nyimbo bure na video bure, utakubali? Rudia kwanza swali tusikie. Nasema hivi kama nakuchukua alafu nakwambia hivi, mimi nakuchukua na kulipia audio bure alafu video bure, lakini pesa ikitoka kwenye muziki wako mimi nachukua pesa yote. Wewe unakuwa tu free ni kuimba tu na kutoa video. Si unahitaji kujulikana? Kwanza kwa hicho kama kusema ngo kujulikana, mimi sio kusema ngo niko nakimbilia kujulikana. Nakimbilia nini? Hapana. Mimi niko naimba ili mioyo ya watu ifarijike, watu wabarikiwe. Kwa sababu nikikimbilia kujulikana, itakuwa kama sababu nikimbilia kujulikana na Mungu atanisupport, lakini nikitia mbele kufariji watu, nikiimba mtu anabarikiwa, wale watu wataziangalia zile nyimbo, wale ndio watanisupport, watatuma mimi najulikana, jina langu linajulikana. Yani wewe mambo ya pesa wewe yani utaki kabisa. Sio kusema sitaki pesa. Pesa utaki. Una wimbo ngapi ulishaandika? Nyimbo hizo nimeshaandika mimi za kwangu. Ni nyimbo 10. Nyimbo 10. Yeah. Sitaje majina. Piko ibuka ushime. Yeah, ni ndati Yesu arakora. Na ingine iya buhoraho atari mu ruhande rwacu. Hivyo kama hivyo. Zipo nyingi. Ni nyingi tu. Hiyo ambayo ulifanya cover haimo ndani. Hiyo imefanya cover haimo ndani, hiyo tu nasikia ni cover nyimbo ya wengine mtu. Sasa umesha rekodi nyimbo ngapi kwa hizo 10? Ambazo ulisharekodi wewe, ulisharekodi nyimbo ngapi? Hii ingani kwa nataka niende kuna nani? Hii ya ibuka ushime. Unataka rekodi. Kwa yule producer Fabrice. Ni Brice. Kwa yule producer Brice. Wewe uwazi kwamba unahitaji kufanya nyimbo kwa nyingine studio ambayo ni kubwa, ambayo itakufanya wewe unajulikana, kama vile zipo Robot, kuna Key Record ya Robot Trust, kuna zipo nyingi sana. Wewe una hiyo idea kufanya nyingine studio ili upate kupata quality, ujue muziki wako, yani ulinganishe muziki wako? Nimeanza na yeye, kila kitu ni etape pale etape. Nimeanza na yeye sababu tumeanza mimi na yeye, ananisupport hivi na hivi. Siwezi fika na mtoka wangu niende ngoni jingo na ni pa etape pale etape. Kama ikitokea kuna mtu ambaye anakuja, manager anakuja anakuambia, manager anakuambia mimi nataka utoke kwa hiyo studio ya Brice, njoo tutumike kwa studio nyingine, unaweza kukubali? Sikuelewi vizuri. Kama inatokea, yani hujawaza kwamba unaweza kufanya studio nyingine zaidi ya kwa Fabrice. Kama kutokea boss ambaye anakuja anasema kwamba anataka wewe kumanage, alafu utoke kwa ile studio, unaona, uje kwa studio nyingine kama vile Robot pale kwa Agola Touch, uweze ukaje? Naweza kwanza ongea na Brice. Tunaongea kwanza kwa sababu kuna mambo mengi ananisaidia. Tunaweza kwanza ongea naye
Alafu ndo unafika unakuja. Yeye ndio ananishauri, ananiambia fanya hivi kwa sababu na yeye anahitaji maendeleo yangu. Okay, so Beblin, labda tungefanya kitu kimoja kama vile cha tunakwenda kumalizia. Nahitaji sawa uniimbie ule wimbo ambao ulifanya cover for now una trend mtandaoni ambao unaitwa Iyo Bimenya. Iyo Bimenya kwa Kiswahili ningelijua, si ndio hivyo, ningelijua sawa. Sasa nataka uniimbie kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu kuna watu walisema kwamba hiyo sauti labda studio wanakusaidia sauti. Nataka watu wasikie. Pale mwanzo walisikia kadogo, nataka sasa ile nyimbo waisikie. Hamna kinanda, hamna ngoma, hamna nini, tusikie sasa ile ujuzi wa wasanii ambao mnafanyaga nyewe waimba nyimbo za injili. Wanasema kwamba mna vipaji visoko vya kawaida. Sawa. Alafu nyuma tutakuja kumalizia na maswali kama vile matatu hivyo ya kumalizia. Hebu twende. Alafu tunatazama kamera tusikie. Iyo Bimenya simba nararize. Iyo Bimenya simba naratinye. Iyo Bimenya simba nararize. Iyo Bimenya simba naratinye. Fasha menye ko mpora ndinzwe iteka. Uzi ibindusha n'ibindemerera. Urabanza ukabisuzuma neza. Iyo menya ko biba ari ibipimo. Iyo menya ko biba ari amasomo. Iyo Bimenya simba narihevye. Iyo Bimenya simba naratinye. Nzaivuge neza yawe mwami. Aho nzaba ndi hose. Mu mahanga no mu batakuzi. Iyo neza nzaivuga. Savuga kugira neza kwawe. Aho nzaba ndi hose. Mu mahanga no mu batakuzi. Iyo neza nzayiririmba. Zavuga iyo neza. Zavuga iyo neza. Zavuga iyo neza. Nkiriyo. Zavuga iyo neza. Mubakomeye bose. Zavuga iyo neza. Nkiriyo. Yeah. Oh my God. So amazing voice, unajua. So nzuri, you know. So Beblin. Yeah. Japo hata mimi sijui kuimba, niko nataka nifuatilie kuimba lakini nimeshindwa, sijui nianze wapi. Mimi sijui kama wanaimba sauti ya ngapi, sijui nasikia kuna sauti tena, kuna alto. So unaimba sauti ya aina gani? Unaimba sauti ya pili kama ndo alto, sijui kama ni sauti ya kwanza, sijui unaimba sauti gani? Sauti ya kwanza lakini inaitwa sauti ya kwanza sopra. Ya soprano. Soprano na alto naimbaka sana sauti ya pili. Ya watu ambao mlisikia nyimbo inaitwa Simba Bimenya. You know, hebu waambie watapataje hiyo nyimbo. Watu wanahitaji kuipata waione kwa sababu ina video ya wimbo, ni cover alifanya lakini ina video. Sawa. So watapataje watu hiyo nyimbo? Kwenye channel yangu ya YouTube ambayo inaitwa Beblin. Ukiandika tu Beblin, tangishaka Beblin, unafuka unaniona pale. Kwenye channel yako ya YouTube una tandishaka tandishaka itangishaka inapana ikitaka Beblin, unasikia? Na wale ambao wanasema kwamba bado wanahitaji kumsupport Beblin, eti msupport. Hebu sijui kama unahitaji support kutoka kwao, kama support gani? Subscribe, partage, like, comment. Hicho unahitaji tu support yao. Hauhitaji pesa wala nini, hizo tu ndio support yao unahitaji wewe. Na pesa. Kweli? Yeah. Eti.
So msanii mmoja ambaye anaimba gospel ambaye unampenda Burundi licha na Dudu. Mwingine ambaye unampenda wewe ni msanii gani? Mwana wa kike. Burundi? Yeah, Burundi ambaye anafanya gospel. Apolinel. Ni Apolinel nampenda. Ni mwanaume wewe? Umesema mwanamke. Umesema wa kike, wewe vipi? Ya wa kike. Sandrine Kamikaze. Sandrine Kamikaze. Nampenda sana tena sana. Anasikia. Hebu mwambie kwa Kirundi kama unampenda sikia. Sandrine Kamikaze ndagukunda gose. Ndagukunda uramezagira kuraririmba. Unahitaji siku moja ufanye naye collab au? Yes, ikiwezekana kweli. Mbona hujamtafuta? Mtafuta sasa mfanye collab. Nitamtafuta. Kila kitu ni pole pole tu, kila kitu ni pole pole. Yes, tutakuwa nisaidia sana. Box usijali. So guys, kama kawaida unajua nini? Tulikuwa pamoja na Baby ambaye anafanya kazi vizuri, ni mwanadada ambaye yuko vizuri kwenye nyimbo zake za Injili. Baby, lakini kitu kimoja kama vile nakupata kama vile advice. Haitatokea wewe tu kwenye nyimbo za gospel uje kuingia kwenye nyimbo za dunia. Kwa sababu hapo wengi mimi nawafahamu. Wapo wengi sana, unajua wapo wengi ambao walifanya nyimbo za gospel, wakaona pesa dunia, wakakuja kwenye nyimbo za dunia. Wewe hicho kitu hautatokea kufanya hicho kitu mbele ya mafans wasikie. Siwezi. Kweli. Siwezi kweli kufanya kitu kama hicho kwa sababu ningekuwa nahitaji, ningekuwa kanishafanya tangu zamani. Lakini unawafahamu baadhi ya wanawake ambao walikuwa wanaimba nyimbo za Mungu lakini nao wanaimba nyimbo za kidunia kwa sasa hivi ni mastaa, unawafahamu? Hapana, siwafahamu. Nakwambia hapo wengi akina Esther, akina Natasha wote walikuwa wanaimba nyimbo za Mungu lakini pesa wewe mkwanja, cheza na pesa. Lakini mimi sio hivyo. Mimi niko tafuta na wale, niko tofauti na wale sana. Sitegemee kwamba nyimbo yako wewe ni mpaka utakapokufa ni kuimbia Mungu eti, sio hivyo? Kabisa. So mimi niko na pamoja na Baby na alafu nawapenda sana. Kitu kimoja waambie watu ambao wanakutazama mafanza kwamba wasikose kusubscribe na kushare and comment channel yetu ambayo inaitwa Ami Show TV. Hebu waambie wakusikilize. Okay, wafan Ami Show TV, mwende mka subscribe na comment na share na partage. Neno moja kwa kanisa lako, kwa wafanzi wako ambao uko ndani ya kanisa, unawaambiaje? Neno moja kwa kanisa langu. Na yeye unawaomba waje wakatusupport, watie subscribe tena, comment, share, partage. Yes. Kwa pastor unamwambia kitu gani pastor wako ambaye ni pastor wako kwenye kanisa, unamwambia kitu gani kuhusiana na kazi yako ya uimbaji? Pastor wangu nampenda sana kwa sababu naye ananisupport. Ananisupport katika huduma yangu ya uimbaji, sababu naye anapenda waimbaji sana na wapenda sana. Anatusupport na yeye nampenda sana. Neno kwa mamako, kwa mama Baby ambaye anakutizama sasa hizi. Mamangu kipenzi. Na mama wangu ananisupport sana kwa sababu naye ni muimbaji. Anahitaji na maendeleo ya mtoto wake, aone mtoto wake anafika mbali. Anaweza furahi sana. Najua na yeye penye yuko na furahi, anafurahi sana kuniona. Okay, so Ami Show TV uko pamoja na MB Promoter kwenye microphone, alafu niko pamoja na mwanadada ambaye ni Baby ambaye anafanya nyimbo za gospel, tukiangalia nyimbo yake. So kwenye kamera alikuwa ni yule Sisi da Silva mnyamba wangu aka New Look, kati nishona kwamba alishafanya kati nzuri. So tunafanyaga ni chao cha Mungu akipenda tena. Bye bye, God bless you so long. Tunamaliza. Okay. Asante. God bless you. Karibu tena.